Lakini baada ya Mungu kufungulia mlango wa kuishi Babati, ikabidi nitafute kusudi la Mungu la kuwepo Babati. Haleluya. Haleluya. Wakati naendelea kutafuta kusudi la Mungu, nikakutana na agenda mbele za Mungu kwamba Bwana anatafuta watu watakaomjengea madhabahu ya maombi na mafundisho katika mkoa wa Babati. Wakati nilipoikuta ile agenda katika ufalme wa Mungu, nikasema, Mungu, mimi siwajui watu wa Babati, lakini naona ile agenda inaweza kuibeba. Kwa hiyo nilichokifanya ni kumwambia Mungu, niko tayari kukujengea madhabahu ya wanawake, ya wanaume katika mkoa wa Babati. Ni jambo ambalo nikaendelea kutembea nalo kwa muda mrefu, nikifikiri namna gani ambavyo ninaweza kulifanya, kwa sababu bado nilikuwa ni mgeni. Lakini Bwana akaniambia, kabla mwaka huu haujaisha, tukafanya uzinduzi wa huduma hii ya mwanamke na maombi ya kumjengea Mungu katika madhabahu yake hapa Babati. Ni kitu ambacho kimenisumbua. Ilifika mahali natembea barabarani naongea mwenyewe, namwambia Mungu, itakuwaje jambo hili? Ninaongea na nani atanielewa? Lakini namshukuru Mungu, wako watu ambao walinikatisha tamaa, wako watu ambao walisema haiwezekani, wako watu walisema kwamba wenzako walishawahi kuanza wakaacha, lakini Bwana akanipa neno la Rehobothi. Haleluya. Nataka nikupe homework, nenda kanitafuta kwenye Biblia. Lakini Rehobothi ni kisima cha tatu. Kipo kisima cha kwanza, watu wakigombania, Isaka akakiacha, akawaachia. Kikaja kisima kingine, akakichimba tena cha baba yake Ibrahimu. Baada ya Wafilisti wakaja wakigombania, akasema isiwe noma, akawaachia. Haleluya. Lakini akachimba kisima cha tatu, akakiita Rehobothi, akasema hata sasa Bwana amenifanyia nafasi. Haleluya. Na sio nafasi, akasema kwamba katika hilo nitakuzidisha sana. Kwa hiyo napata ujasiri kwa kusema kwamba Bwana, kumbe inawezekana. Wengine walichimba, lakini ilikuwa ni kisima cha kwanza. Lakini mimi kwa neema ya Mungu ninamwamini, kwa